Si ungekuwa umenunua pizza umeshiba, kama ungekuwa umefumana na mtu. Sasa mimi ushauri wangu naokupa ni mbaya. Kwa sababu malaya utaacha. Kwa sababu hutaacha. Si umesema muombe wa tamaa, kumaanisha tamaa iko ndani ya mwili wako. Hutaacha kuchiti. Si ndio? Si ni kweli? Sasa hapa tumeongea kila siku watu waongea nyuma ya kamera wapi? Leo tumeongea everything in general. Hutawahi acha kuchiti. Mwingine huyu. Wewe Fredi. Ni aje Rizo? Poa. Maze tulipanda bike. Sasa hii at least amemeza hizo dawa zake iko fresh. Hapo. Yauliza vile alikuwa anaumwa. Nimemeza dawa sasa mpaka umbea umenipanda. Mimi huku naumwa, wapiga bao tu pa. Ulikuwa umeka style gani wasema? Nakwambia sijamgeuza mastyle. Nimepiga kifo cha mende tu. Huku mwana wa miguu vile no. Kwa hiyo nyosha miguu tu straight. Basi ndio maana ulisikia ya bana. Maana mtu mwembamba huwa analibopo. Huku mwana wa miguu basi ndio maana ukasikia ya bana. Kwa next ni nani? Osborne unajua mimi naweza kuwa single hapa kwa nyumba yako. Ushaniambia. Si unajua? Atakanitongoza niko single. Like wewe ni kama vile picha. Na unajua sishindi kukutocha hivyo. Nikitoka mwenyewe naenda zangu na mimi wewe ulienda Mombasa sijui University Nairobi University siku 3. Mimi napiga wiki Makerere University. Bora kimi mimi nashinda kuchiti. Unajua uwezi. Na kinachokufanya wewe unanifanyia mimi dharau wani. Nini? There's no reason baby. Kwa hiyo leo mimi nikiamua nangu lakini wasi malaya. So unadanganya ili nini iwe? Ndio niamini wewe. Ndio maana naambiwa men that cheat the most ni wale kusema mimi najua hata uwezi ni trust. Those men cheat the most. Alafu wanaambia hizo vitu za kudanganya hizo vitu za TikTok ni za urongo hizo content hizo za watu kuongeza za urongo. So zina urongo gani? Si ndio maneno yako hayo? Mimi si malaya akia Mungu bebe. Akia Mungu tena ni vile huo ni trust. Si ndio maneno yako hayo? Si ndio maneno yako makubwa? Huo ni trust, I'm sorry. Si ndio maneno yako makubwa? Mwanaume malaya uomba msamaha kitu ya kwanza. Na si ndio maneno yako hayo, I'm sorry. Nisamee basi, mimi sitarudia tena. Ni vile tu huo ni trust. Au si ndio maneno yako? So wewe malaya. Wewe ni malaya. Si ndio? Umekubali wewe ni malaya? Ndio mimi ni malaya. Na sasa basi anza umalaya wa faida. Fanya umalaya wa faida. Unafanya umalaya hauna faida. Sasa sio uko umetombana mkuja hapo na njaa. Na kuna tu kofi. Umeenda fumuana huko ukichakula. Kwa hiyo wewe waende wakumaliza mishusho mimi nije nijaze, si ndio? Sasa mimi nataka tuelewane. Nataka tuelewane kitu. Yaani ukainuka tulali hapa. Nataka tuelewane kitu. Kwa kuwa umeamua wewe sahihi tabia yenye wafanya hautawaiacha. Kwa hiyo kwa kuwa najua na date mwanaume malaya ni Mjaluo. We know you are a Luo man. You fuck around. Tunajua. Hiyo ni CV yenu. Umeelewa? Since hivyo ndio umeamua. Osborne. Mimi sahihi kama tulikuwa tupanga vitu na wewe as in kama it was us. Sio kama unaelewa? From now it will be me.
Sio kama nisikia. Kwa sababu wewe tunapanga vitu pamoja, alafu wewe unakuwa na another version of your story yenye mimi wasijui. Na sio mara kwanza, it's always. Unakuwa yani tunakaa hapa tunapanga kila kitu kabisa, tunajua tutaenda hivi. Alafu you always have another version yenye mimi wewe unielezi, unaishi maisha yako na wajua wewe. So ile kitu iko, nimekwambia sitakutengeneza uwe vizuri ama ni sote tukiwa na wewe alafu nikuache wakati uko na mshahara vizuri. Hiyo uongo. Kama utaniona gold digger, kama utaniona money minded, sijui utanichukuliaje. Lakini unaona sahi ule upendo ambao nilikuwa nakupenda na kaa hivi na wajeuri, there's a time mimi nilikuwa najibrag kwa wanawake wenzangu. Haiko. Yaani niseme nini, nimebaki yaani niseme nimekuzoea. Sikupendi tena, nimekuzoea. Sikuchukii. But ule upendo niseme naweza kaa niamke tu asubuhi nijisikie saa ile kama ile time naamka tu asubuhi nijisikie nikakuprinti shati. Najisikia tu nikuletee boots. Umechoka? Hai, ingia ndani. Topic ambayo ulikuwa unazungumza zishaisha. Umeelewa? Ile tunaweza kaa hivi nikuletee boots, kama tu nachukua pesa yangu, najisikia tu nikumlie kama mzinga ufurahi. Unaona that stakelele. Haiko. Yaani sahi haiko. Haina haja nikudanganye, haiko. Sijui kama utakuja ijenga hapa katikati, utaamua kubadilika uijenge hapa katikati, but haiko. My heart is dull. Like my heart is bleeding inside. Niko na wound inatosha. Sijui nikwambie but that wound it's not paining. It's just bleeding. Kwa sababu I don't feel pain. I don't feel pain anymore. Sasa na feel pain ukinidanganya. But I don't feel pain nikijua umelala nje. I'm in that status. Na feel that's how bad I am. Hivyo. Alafu I'm that person naweza kaa nikikufikiria hivi. Kuna roho inaniambia huyu si amelala. Ile pan ile ya kupika chapati. No, siwezi fanya. I'm telling you what yani mali sahi umenifikisha. Yani nikifikiria vitu ambavyo umenifanyia, vitu ambavyo yani nasikia ile si umelala hivi, vile unalalaga kuangalia juu hivi. Nichukue tu ile pan ile kubwa ile ya chapati. Kugonge tu na hata kama unaona si eti mali uso ama nini. Unaona hapa kwenye ankle hapa kwenye mfupa katikati ya mguu na goti. Nikugonge tu na hivyo tu ile penu ukiamka nasikia ni good. Hivyo ndo nasikia. Nasikia tu yani saa nyingine na kuangalia hivi, nasikia nichukue syringe, nivute acid. Si unajua ile acid ya kuchemka? Nikudunge nao ndani ya masikio alafu nikamulie. Yaani nasikia tu vitu, nasikia but still sikuchukii, but that's what I feel. Sijui kama unielewa. Kwa sababu umenidharaulia watoto, umenisababishia miscarriages, yani Osborn hakuna kitu hujanifanyia chini ya jua. Umeletea mwanamke si mwanamke, umeleta wanawake ndani ya nyumba ambao mimi na tunalala. Yani kitu ambayo mimi sijawahi fanya na sijafikiria na yani ile niko ile feeling sasa najisikia tuko mahali kama ile tupanda stairs nikusukume tu uendelee, utavunjika mguu, shingo, nini hivyo tu. That's how bad I feel about it. But still on the other side, so I don't know what I think. I think I need therapy. I need somebody who can explain this feeling. I don't know exactly, but
That's what I feel. Kwa sababu Osborn unapigaga matukio, unajua kuna wanaume unampigisha kelele, but you are nagging, mwanaume anatoka na at least kuna reason. Umemgombeza, umemtukana, you get. But Osborn haukuagi na reason ya kunikosea. Unamkaga tu hivi asubuhi nipigia character development. Alafu unakaa unaniangalia. Unajua utaniambia sorry. Yani Osborn, unaona vitu ambavyo nilikuwa nimepanga kwenye maisha, mimi na wewe tutaachieve. Nasikia zinafanya hivi. Still achieve. Unajua namaanisha nini? Nasikia zinafanya hivi. Yaani zina yani niseme nini? Nia ama ni hamu. Nia inakufa. I might not be learned, yes. I might not from a rich family, yes. But I'm human. Osborn, I'm human. Osborn, I love you the way any man will be like to be loved. Mwanaume yote pale nje atatamani nimpende vile ninavyokupenda Osborn. Osborn, mimi najua kupenda. Sijui kama unanielewa. Na nilikupenda. Siko sure kama bado nakupenda. Last time ulisema hivyo ulipoleta Janti kwa nyumba. Ulisema you'll bring it back. Nikafikiri umechange. Hadi tukababble. Nimefikiri ulichange. What did you do? What did you do? 3 days after umejua niko na ball, what did you do? You fucked up. Na nimekwambia Malik amekuwa kwa sababu ulimkataa mapema. Let me use that word. Ulimkataa mapema, and I think that's the reason he has grown to that. But pia Isaya angekuwa one of the dead. Why don't you get tired of all this? Osborn, you are turning 40 soon. Soon. Why don't you act like that one Luo man mwenye 40 years? Osborn, umekaa karibu sijui miaka 3-4 hauna kazi. Mimi ndio naenda mbio na si eti na kazi ya maana, nauza chapati barabarani usiku na rauka saa 11 na lala saa 7 ama saa 8 usiku. Nikilala saa 8 saa 11 nimeamka. Unakumbuka Osborn, natoa watoto wangu ndio tulale na wewe, wanajipanga kwa kitanda kimoja. Sijawahi kata siku moja nikakuhesabia vile najibrag. Na hiyo mateso, lakini I know you need happiness. Bado nakupeleka out. Hata kama ni ya pesa kidogo, kijaba chetu wakati wa jaba shilingi 30. Kijaba chetu cha 30, vipike vyetu kifika pale Bangodo wenyewe, kibia chako kimoja. Sijawahi kunyosha chang'aa hata siku moja tangu nikupeleke sherehe. Kweli uongo? Sijawahi. Wacha hata chang'aa. Hata nimeenda na wewe out nikunulie tu chrome mzinga, pombe kali. Sijawahi. I always buy you na nibia. That's how worthy. That's hiyo ndio thamani na kuweka. But sijai kaa nikajibrag vile unatumia pesa yangu. Sijai kaa nikajibrag vile. But how many times have you bragged yourself kwamba mimi nakupa pesa wewe? Watoto wanaambia hii TV ni yangu hii. What is all that? Just because umpata pesa kuna TV? You are bragging to the kids wenye walikukubali ukiwa na mapungufu yako. Osborn, you are coming home drunk, mpenzi wangu. You are coming home umelose hope ya maisha. But watu wangu sijawafunza hata siku moja kudharau. Osborn, umemdharau Baraka mara ngapi? Anajua unamwongelea vibaya my firstborn. Hajawahi kukuonyesha
that hata leo nimemweleza kilichotokea. Akaniambia tu mama, siachane tu na wewe kama atashinda tu kutesa. Hicho ndo amenijibu na akafunga mdomo. Kama kwani kila wakati itakuwa tu ni wewe, siachane tu na wewe. Nikamwambia siwezi kumwacha kwa saizi. Shinda kukuacha tena. Siwezi. Wewe huwezi kuniacha kwa sababu mimi unanitumia. Sikutumii. Umeelewa? Ulishasema kwamba mimi ukiachana na mimi mipangilio yako ya pesa itaenda kwa sababu ukiwa na Janti ulikuwa ukipata kama leo 100,000. Tarehe 5 hauna hata shilingi. Na bado uko na madeni, si ni kweli? Mimi nimerudi kwenye maisha yako baada ya kwa tena bado umenidanganya na kutumia pesa na niambia sijalipwa sijui nini Osborn. Bado nakutumia pesa unakula na Janti. Niliporudi mimi ndo nililipayo madeni, kutumia pesa yako na pesa yangu. Kwa sababu nini? Tukishamalizana na madeni, tufanye mambo ya maana. Tafanya pesa. Tuanze hivyo. Sisi tumeanza last month. Tutaanzaje kama Osborn anacha kwa nyumba na dalala mwanamke mwingine nje? Tutakuwa tupanga nini? So na kupanga uwe vizuri, ukifanikiwa utombane nje. Siwezi kuacha mpenzi wangu. Shida sio kuniacha. Furaha yangu iko wapi? Amani yangu Osborn iko wapi? Uniache usiniache, amani yangu iko wapi? Furaha yangu iko wapi? Hadhi yangu iko wapi? Heshima yangu iko wapi? Hivi vitu vizuri vyote nakufanyia, unaona vijua. Hakuna siku utakaa mahali umwambie mtu mimi binti alifanya hiki, akafanya hiki, akafanya. Hakuna. All you say, all you speak. Vile demu, imagine amenibia pesa yangu mwanangu, 200,000 yangu yote ameenda nayo. Pesa yangu yote nampa yeye mazee, mimi hata sina. Mimi hata najisikia ni kama that's what you tell people. You don't tell people that you give me the money because I am the planner. I know how to plan that cash. Na hiyo pesa yako wanipa Osborn, sijawahi tumia hata shilingi 10 kwenye matumizi yangu binafsi. Kwa sababu everything we plan, tuna planigi mpaka inabaki kitu kama 5,000, 1000 ngapi? Unaambia angalia basi kitu utafanya. Mpaka saa ingine inaisha kabisa na kukumbusha basi nisaidie hata 2,000 basi nitumie tu nyumbani. And you're the first woman I've ever done that. That's how much I love you. You're the pesa. first woman. Kwa pesa hivi yote. Fungeni huo mlango please. Kama na baki bedroom, sintatize. Nasikia njaa kama naenda huko. Na si ufunge mlango. Bichwa la Kijaluo. Umbea tu. I've never done that. Just know that you're the first woman for me. Kufanya nini? If one inaenda natoa doa yote na kupea. Plan this. I've never done that. You're the first woman kujua salo yangu. How much I earn. Nakumbuka sisi nilikwambia before, nilikwambia mimi babangu alikuwa amenifundisha mwanamke sijue salo yako. Na since I've known your salary, kuna siku ushaitoboka? Kuna siku nishaichukua pesa yako bila ruhusa? Ingekuwa maybe ni kuficha. Ingekuwa bado. Ndio nasema, tangu umeniambia mshahara wako najua, kuna pesa yako nishaikuibia? Hakuna. Tangu umeanza kunipatia pesa yote, ndio mimi nirudi tena nikupatie yenye utahitaji, because you always give me, your salary becomes my money, then you ask for my money. That's how you do. Umeelewa? Nishai kukuibia? Kila tunachokipanga nishawahi twist mipango ikakuwa tofauti, useme huyu mwanamke kuna hidden agenda yuko nayo Osborn. Na kwa nini bado unanikosea? Wewe umesema nisitumie pole, nimesikia. Mimi usiniambie pole cause ni muongo. Na hujasikia hata hiyo word umesikia usitumie. Umetumia word umesikia for last 5 years. Nimesikia. Kweli sitafanya tena. Baby I'm sorry. Trust me. Hizo ndio vitu unaongeaga. For the last 5 years. Sasa niseme nini yake?
Chagua tu neno mpya, vocabulary mpya yenye labda nitaielewa. Cause babe, nimesikia, I'm sorry, sitarudia tena, trust me, hizo Usitumie hizo sasa zote. Hizo zote usitumie, another vocabulary yenye mimi nitaielewa. Yenye labda itaniingia akili, sema oh, this is at least new, acha nione. Cause sitarudia tena umetumia, I'm sorry umetumia, trust umetumia, hakuna, hapana, sio hizo. So I don't know. Don't have any other word. Alafu unajua sisi tumefika ile stage hata tukae miezi 3 hatujatiana. Bado we are good. Yani we are not, yani unajua tumefika ile stage we are not there for sex. Maendeleo, sio? But hiyo maendeleo utake. Maendeleo iko vipi? Wewe wapanga maisha na mimi kutoka hapo, uenda panga maisha na Karen. Sasa hii ushafunganisha, ujue ushafunganisha nyota yako na Karen. Kwa sababu every person unakutana naye kimwili, mnafunganisha destiny ama nyota zenu ama whatever. So kama ni mdemu mwenye na nyota ya kufunguka, utaona mambo yako yanakwenda vizuri. Kama ni dema na nuksi kisirani na mikosi, kama vile ulikuwa kila ukutana na janti, kila ukilala na janti, hiyo usiku tayari waanza na ndoto za mashetani. Manyoka yanakukimbiza, sijui watu wamevaa nguo nyeupe, sijui mara kazini ushames, mara sijui umefanya nini, ama na kusingizia labda. Hapana. Kila ukutana na janti kuna mess inatokea. Si ni kweli? Na hizo vitu hazijai kuacha mpaka nikawa naanza kuku-cleanse na kutengenezea makombe ya kuoga. Yaani mimi nimekuwa kama daraja vile. Wasikia baridi kwa sababu nakupaka maukavu. Yaani hiyo baridi hauna homa. Miguu yako kwa baridi kwa sababu nakupiga makavu live. Umeelewa? Umesikia venye kwa baridi? Una homa humu na chochote. Yaani hapo ni kanaitwa nini? Limekushuka. Yaani unasikia kitu kimekushuka na upigwa na kitu kizito. Alafu sasa nakupigia kitu in a way that ulitarajia hii nyumba leo sijui ningekufunga juu ya taa, ulitarajia labda sijui ningekurusha kwa bali, ulitarajia wasi. Alafu sasa imekuwa very different, tunapiga story. Yaani tunapiga story kuhusu malaya wako. Tunapiga story kuhusu vitu unavyonifanyia. Tosha. Tosha anti which? Tosha anti how? Tosha anti why? Why toshlizing? Why do you think he's toshing? Because kiniambia umesikia ni uongo. Uliniambia hivyo many years ago. Na hujaisikia. So why do you think he's toshing? Tosha, why toshing now? Why? Kwa nini unahisi inatosha? I feel bad. Actually about the kid. It's normal to you. You always do that. It's not normal. It is. It's not normal. It's not normal. Why is it every time when you know that we have a kid, you do things that will stress me, will lead to miscarriage? Why do you always do that? Why do you always do that? Now you know my weakness. Don't you think that mimi hapa siko fertile? So unashikisha mtu mbona uko fertile? Maybe I have weak sperm. So weak sperm mtoto ashike mpaka aje atoke. The other one alitoka alikuwa how many months? 4 to 5. It's not normal again. Na the same janti bado tu hivyo hivyo. Ukani stress mpaka kisha umenifikisha mwisho. Ukani depress mpaka ukakisha umenifikisha mwisho. But I need a kid from you. How do you need a kid? And every time we are pregnant, you do things that ushaambiwa bana, huyu mwenzako akishakuwa mjamzito, avoid this and that because of this and that. But ukishajua tu tuna mimba, advertisement kwanza, ulali nyumbani, untesa usiku mzima, ni hangaike vile, wewe mwenzangu ampotea, sija
hujakaa vizuri, umefiatua demu sijui wapi. Hiyo yote iko ndani ya akili yangu. Na sisi tujue, unajua. It's only last week when I told you about the news. Yeah, you did. What happened? Within 72 hours of you knowing that we are pregnant, what did you do? You went and fuck outside. Sleep outside 2 days. Come home drunk. Talking shit about my kids. Yani do anything that you feel itani frustrate. Alafu you're telling me you are sorry, you are sad. Why? Why are you sad? Umezoea kunyikula watoto wako mwenyewe. Umezoea. You are eating them yourself. You are killing them yourself. Umezoea. It's a feeling that it's normal to you. It's not normal. Babe, it's not normal. You're always not happy when you're pregnant. No, I'm always happy. You're not. You have never been. I've been happy and she told me I need a kid. Then why do you kill the child? I need a kid. Nataka tuishi kwa nyumba hapa, kuona kuna ball mpaka ujifungue. Tumbo langu lika miezi 7, uende ukanyanduane urudi baada ya wiki, kwa sababu saa hii tu waka siku 3 nikiwa na nikizaa unavoaleta mpaka ndani ya nyumba. Nikisafiri nimesema nimeenda zangu basi kujifungulia nyumbani, nikija hapa nyumba nzima imejaa zinaa na janaba. Alafu mimi shida yangu hata siku cheat. Shida ni kuwapatia wanawake nguvu ya kunidharau. Hiyo tu. Unawaambia uongo, at least basi uambie vitu vya ukweli. Unawaambia vitu vya uongo ili mimi wanidharau. Why? Mungu naye ni nani? Those people who you think they're nice, who wanakuchapa nao character development, warudi hapa tena. Why don't you learn? Osborn, na mimi nikianza kucheat ama nikianza kupiga matukio, shetani atasimama pale kando aanze kuchukua notes. Osborn, mimi ni more than shetani. Na sio mimi tu, ni wanawake. Wanawake ni more than shetani. Tukianza kusema wacha tufanye vitu ambavyo nyinyi mnafanya, shetani ataka pale kando aseme kwani upende amani ndani ya nyumba? Every time kuna peace unakuja unatoa, as in unaanzisha kitu ambayo itakosesha watu amani. Kwa sababu ulianza juzi usiku, ulikuja when you were drunk, you started insulting kids. Mimi nikakwambia sitaki maneno. Na Malik ndoa ni wipo. Malik ndoa unaattack. Hata juzi uliattack Malik. Mimi nilikwambia Osborn, nitakupenda vile nitakavyokupenda, lakini sitakupenda kama ninavyopenda watoto wangu. Haitawahi happen. Na sio wewe tu, wanaume wote ambao wamepita kwenye maisha yangu, ambao sijazaa nao hawa watoto. If you love my kids, it's a bonus. But I will not choose you over my kids. Wale watoto, mume wangu nampikia samaki, watoto kuleni tu maharagwe, haitawahi happen. Tutapika hao samaki hata kama wako atakuwa mkubwa, but tutakula samaki si wote. Kinachoniudhi, unabeba chakula instead hata wacha watoa kule uenda kipeana kwa mangwe. Inaitwa nini? Unakipeana kwa pombe. Hiyo kitu nimekuongelesha mara ngapi? Unabeba hapa machapati, unabeba hapa pilau, ile siku kabeba biriani. Yaani ili mradi tu watoto wasile, wewe ubebe. Naamini waenda kula kazini, uenda kupeana kwa pombe. Watu wale huli. Hiyo nini? Alafu ananiambia nawapenda watoto wako, ninawaheshimu watoto wako. Upendo uko wapi hapo? Kama uko radhi wachukue mkate dukani bati chakula ubebe wewe, na bado huendi kula Osborn, waenda kupeana. Upe mwema, upe kata. Chakula ya jana ya Saturday asubuhi ulibeba hapa. Ulipeleka ile biriani ile ilikuwa iko na nani? Hiyo biriani yenye ilikuwa imebaki kachanganywa na cabbage. Ulimpa nani? Ulimpakata. Na si ulijua hutakula, mbona ukuregesha nyumbani? Ama mbona uliacha tu na usibebe?
Nikitoka hapa mimi niko na jana ndio job for real. Haya, ungekula ndio uende mahali unaenda? Haukuila kwa nini? Umepeana kwa pombe, iliwe tu na walevi tu ama iliwe tu na mtu tu. Kwa nini hukuila? Kula, nenda kadange. Nenda kama umeshiba. Nafanyaga makosa Osborn kukuhakikisha umefika kazini kwa wakati. Nafanyaga makosa kuhakikisha nimekupakia chakula ndio usishinde na njaa. Nafanya makosa mimi kuhakikisha nakupa fare ya kuenda na kurudi kila siku ili usikose ofisi. Nafanya makosa Mungu wangu. Kosa langu ni nini hasa? Unakaa tu unajisikia unipige matukio. Huwa nimefanya nini? There's nothing you've done. So ni nafsi yako tunajisikia tu nipige matukio. Hapana, sio nafsi yako. Ni nini? Shetani. Shetani. Hivyo ndo wafanya kile huyu shetani. Shika basi kitabu na kalamu mchoro shetani alokudanganya humjui. Alikuwa amevaa dera ama kanzu hujui. Na ukifanya vitu vyako unasingizia shetani. Why? So, to cut this show down, ama to cut this video. Nimejua umecheat. It's okay. Congratulations. Sawa? But kama ukijua moyo wangu umeubadilisha. Moyo wangu umeubadilisha na tunakuelekea nitakuwa mnyama. Na nimefanya maamuzi, asifanye maamuzi kwa sababu eti nafanya maamuzi na moyo, nafanya maamuzi na akili. Siwezi kuachana na wewe saa hizi, lakini najipanga maisha yangu. Unaona ukiendelea hivi? Unaona hivi unavyoendelea? Ukifika wakati mipango yangu iko sawa, sitakuaga. Kwa sababu kama imefikia mahali weza lala nje na nisisikie uchungu, nione it's good. Osborn, itafikia mahali sitakuaga. Na kila ninachokuambia huwa kinatokea na sijaye kudanganya, si kweli? Zile wakati za nyuma tulikuwa nikikasirika na teta nimeenda mara nimebeba vitu. Leo siku naenda ukweli, sitaongea, sitaaga, sitazungumza. Uende kwa hivi ninavyozungumza ndo nakujulisha. Sasa hapo kwenye kunisukuma huko mwisho, sijui ni nini lakini unanitia roho mbaya. Unanitia roho mbaya Osborn, kiasi ya kwamba nikifikiria vitu ninavyokufanyia na vitu unavyonifanyia, naweza tamani hata nikikuacha mimi bado usiwe na mtu mwingine yoyote. Watu kama nyinyi ndio mnafanya mtu anakuroga unakuwa tu chizi mtaani. Uko tu. Mimi sikupati na mwingine asikupate. Kwa sababu umeharibu muda wangu. Na mimi nilipokuwa mpumbavu na moyo wangu, bado moyo wangu anatuma kwako. Sasa kulikonteseke si ni deal tu na wewe. Vitu vyote lakini moyo wangu ukiupukuchua utakwambia ozi. Ukiugeuza ozi. Ndio pale na kuroga na kufanya zezeta na kupeleka ninavyotaka. Si bora niwe na wewe? Na wewe ni kitunguu saumu wewe. Wewe ni kitunguu maji. Wewe ni mtoa machozi. Sasa nakuloweka wawazezeta. Kitunguu maji kinakuwa hakina nguvu, kimefura. Watu kama nyinyi ndio mnafanya watu wanafanya hivyo. Watu kama nyinyi ndio nashinda na kupikia chakula kila siku na kusagia steel wire. Natia kwa chakula chako. Najua ndani ya mwaka utoboi. Na hakikisha nachana nayo miezi 3 baadaye uende ukafe mbele. Watu kama nyinyi ndio mnaekewa sumu ya kufa polepole.
kwa sababu watu mnawatesa roho, kuwawacha hawawezi, kuwaona na watu wengine hawawezi. Watu kama nyinyi ndio mnafanya watu ni mapolisi, mtu anakuja na kulipua risasi 10-15 za ubongo na anajilipua na anapiga watoto anaisha. Watu kama nyinyi. Narcissist people, selfish people. You don't see. You don't see where you are loved. Mnafanya watu wanajisikia wapumbavu kwenye mapenzi. Watu kama nyinyi ndio mnafanya mtu anachukua nyumba anaitia moto yote, tukiwa sote ndani. Watu kama nyinyi. Afu mkiongeleshwa mmenyamaza, kambe si nyinyi. Watu kama nyinyi ndio mnafanya watoto mliowazaa kule nje wanajidharau. Kwa sababu you all think about yourself. Unasahau ile mtoto wa kutuma application, ulimleta wewe, unasahau. Mtoto amekuja amekuwa mkubwa na yeye pia anaanza kudharau, wamchawi, wamharibia mtoto maisha. Watu kama nyinyi. All in all, ni sawa, lakini ujue moyo wangu unaubadilisha. Unaelewa? Moyo wangu unaubadilisha. Na kama wewe sasa hii ndio uanza kufall in love, mimi inaisha. Mimi ni mvumiliaji sana kwenye mahusiano. Na unajua. Ni mvumiliaji sana kwenye mahusiano. Hata waliopita wanajua niliwavumilia sana. Mpaka nikiamua naenda huwa naenda kweli. Relationship ya mwisho nafikiri ndio tuje turudiane, uliniona. Nilivumilia mpaka ulikuwa unaniambia jamani, kwani wateseka nini huko usiutoke? Mimi wanavumilia kweli. Lakini nikichoka huwa nimechoka. Na afadhali nichoke nisikuchukie, but nikichoka kama nakuchukia, you will never have peace. Tangu niachane na mtu fulani, unamuona hata mtandaoni, unamsikia kwanza, hata hizo radio zilikuwa zinamwimba kila siku. Yo ndulia nakupenda sana, tulia watinda tulia. Wamsikia siku hizi? Wamuona hata kiposti? Mimi si rafiki yangu. Osborne, nimemaliza. Thanks for watching guys. Ambaye nimemuudhi anisamee, but that's the fact. Nimesema I want to take a real video. Kuna watu kule nje wanaumia kwa sababu ya watu kama hawa. Kama utafeel kuna kitu ambayo imekutokea kama hii yangu, you want to share a real thing, tukutanishe the real people, tuzungumze hiyo kitu iishe. This is the part 1 of this story. Haijaisha. Sawa? Part 2 inakuja kwa sababu amesema huyo msichana anaitwa Karen. Mimi sijamwamini kama alilala kwa Karen. Hizi stories zote hapa ameniambia, sijamwamini. Then we'll go meet that Karen. Sawa? I'll come back to you with part 2 of my cheating husband. Hii ni part 2. Ya kwanza ilikata. Kuna season 1, part 1, part 2, part 3. So this is season 1. Sawa? Tutaenda tu Google tuone huyo Nancy sijui ndio nani yukoje. Na kama ni ukweli alala naye, sawa. Alala huko it's okay. But kama hizi siku zenye alitoroka, hii hapa tu ni story cause mimi I believe this is a story create. That's how I believe. But wacha tuone. Tungoje season 1, part 1 imeisha. Sawa? Part 2 is coming. No, sorry. Season 1. Zako ni ngapi episode zako? Season 1. Episode na season gani ukuja kwanza? Episode. Na season ni zile ziko ndani. Season ni zile ziko ndani. Sasa tegemea. Oh, so this is episode 1 guys. Episode 1. Yes. Season 1. This is season, sijui ni season 3 ama ni season 2, sijui ni Season 1. Lakini this is the finale of episode 1. Episode 2 inakuja. Episode 2 tutajua je, alala kweli kwa Karen?
Je, huyu janti mwenye mpigia simu hapa ni kweli hakuwa naye? Kwa sababu mimi kila kichitu anajua iko na janti, but kama sasa tuko na Karen, tutamtafuta Karen tumjue. So season 2 mahali, kwa sababu alitoka huko akiwa na shoti ya yellow, akarudi na trouser black, ameniambia ameacha kwa best yake. Huyo best yake ndo tunamwendea. So stay tuned, make sure you touch the bell mupate season 2 of My Cheating Husband. Sawa? Bye. Na upload bro. Na historia ishia hapa. Reality. Unakumbuka ile time nikikwambia babe, I'm planning of starting a reality show like inaitwa nini? Podcast, but we talk about the reality things zina happen. This is the season 1. Naanza na mimi mwenyewe. Ndio wengine wakileta stories zao at least. Wacha tutaenda kumtafuta Karen. Bye guys, don't forget to subscribe.